Uhali gani mtazamaji wa Kubwa la Madoe TV, mitamboni the next MVP Tanzania, you can call me bwana. Leo tupo na moja kati ya waigizaji ambao wanakuja kwa kasi sana katika industry hii hapa kwetu kulingana na movie ambazo anazozicheza, na lengo au cast ambayo anaimiliki sana katika movie zake ni cast ya uhuni. Lakini si mwingine, huyo ni Chuma ambaye unayemuona kwenye screen yako siku ya leo. Lakini tutakwenda kupiga naye story tupate kujua mengi zaidi kumhusu. Vipi hali? Uko poa? Uko fresh? Ndio kabisa. Chuma kama Chuma. Bwana, mimi niseme kwanza nimeshukuru kwa kupata nafasi ya kuzungumza na wewe siku ya leo kulingana na hali halisi tumekukuta hapo kazini. Kwanza tungetamani kujua imekuwaje mpaka unaamua kumiliki jina kama Chuma? Long time sijapata kujua sababu kama hiyo. Umiliki wangu wa jina la Chuma nimetokea kulimiliki kwa sababu kwanza mimi mwenyewe ni Chuma. Hivyo kwa sababu mimi mwenyewe ni Chuma, nilivyopewa jina la Chuma ikaingia kwenye umiliki wa mwili wa Chuma. Kwa hiyo mimi ni Chuma. Wewe ni Chuma. Okay, sawa. Chuma, ndio tumekuona katika movie nyingi ambazo ukiwa umefanya na ndugu yako. Mimi nimuite ndugu yako lakini sijajua kama ndo kweli au vipi. Gatuso. Sawa? Mnafanya vizuri sana pindi mnapokuwa mnashiriki naye katika movie zenu ambazo mnazozifanya. Lakini labda ningekuuliza swali hili ambalo watu wengi labda hawajai kujua. Mna uhusiano gani na jamaa? Gatuso. Gatuso nje ya kazi ni kaka yangu. Okay. Ndio, ndiye kaka yangu wa mbele yangu kutoka yeye kisha mimi. Okay. Sawa. Bwana Chuma, mimi nadhani tunafahamiana ni long time, lakini tuliwahi kushiriki katika baadhi ya matukio tukiwa pamoja. Lakini umekuja kupiga hatua katika nafasi nyingine ambayo ni ya movie. Labda tungetamani kujua kitu kimoja. Hapo nyuma ulikuwa bado umetulia nyumbani, lakini ghafla nimekuona tu pap umeshachomoka tayari ukiwa na kaka yako. Ulifikiria kitu gani? Ni kwamba sanaa niliipenda na nilivyoipenda, brother alikuwa ametangulia kwenye kazi. Na tayari tulikuwa tunamjua kama Gatuso. Ndio. Yeah. Alivyoona ndani yangu kuna kitu, akawa amenisupport na ndivyo mkaniona. Okay. Sasa kwa nini uliamua kuchukua nafasi ya kuwa muhuni kuliko kuchukua cast zingine ambazo kidogo kwa nafasi yangu nilivyokuwa na kuona ulikuwa unazishika sana? Kitu cha kwanza kuchukua cast ya uhuni ni kwa sababu tulipo kwanza hakuna muhuni kama mimi. Tuliishi kwa kuona sanaa. Niliona kwanza kwenye sanaa yetu hapa hakuna muhuni. Ndio. Na nikaona hata mimi niwe muhuni, hakutakuja kuwa muhuni mwingine kama mimi. Okay. Ikabidi mimi nianzishe hiyo karakta, na si kwamba labda sichezi karakta zingine wala siwezi kuzicheza, maana mimi mwanzo nilikuwa cheza karakta zingine za tofauti na uhuni. Lakini nilivyokuja kuona kwenye huu upande kumepoa kiaina hiyo, ikabidi mimi niwaamshe kwa upande mwingine ili kwamba hata wengine wakija wao wanajitapa Chuma kama Chuma. Kwa kulingana na namna ambavyo ulivyokuja kuangalia na kutathmini kwamba hapa nyumbani kwetu hakuna Chuma au hakuna muhuni, ikabidi na wewe uje na uhalisia wako kipekee yako. Lakini hapa nyumbani kwetu kumekuwa na tabia ambayo wewe leo umejiita Chuma, kuna mwingine atajiita Kutu. Sasa ushe kufikiria siku moja mtu akaja akatumia jina la Kutu? Yaani mtu sijua ajiite mama, Kutu, nani, hujue huyo ni Chuma tu ambaye anakimbiza kujiita Chuma. Ndio. Maana wote watajiita hivyo lakini wote watacheza kama mimi. Okay. Sawa. Na labda tuanzie hapo katika cast yako hii ambayo unaimiliki sana ya uhuni. Unajua waigizaji wengi pindi wanapocheza au wanapochukua uhusika fulani katika movie zao wanakuwa wanakutana na kashfa tofauti. Tuanzie hapo katika cast yako hiyo ya Chuma au cast yako hiyo ya uhuni. Labda changamoto kwako zinakuwa ni zipi? Watu wanakuwa wanachukulia sana serious kitu ninachokifanya. Hata mtaani ina maana nakuwa sionekani mtu mpole kwa watu. Na kuwa sionekani mtu wa kawaida kwa watu. Ina maana watu wanachukulia kile ninachokifanya ndivyo nilivyo. Na naona tu ndivyo nilivyo. Kwa hiyo tuseme pia na wewe umeshajikubali kwamba uhalisia wako wewe ni muhuni. Yeah, cause mwanzo nilianza kuiona kama changamoto lakini sasa hivi ndivyo nilivyo. Okay. Mimi ni muhuni. Lakini wewe ni muhuni. Vipi kuhusiana upande wa dada zetu wale sasa? Madada zetu wanakuchukuliaje wewe katika uhalisia wako? Kwanza hata kwenye madada wauni ni wengi. Okay. Hata kwenye madada wauni ni wengi. Yule ambaye sio muhuni hataki kushirikiana na muhuni. Lakini ambaye ni muhuni
nikikutana naye tunaenda kiuni. Labda mtu anaweza katamani kujua wauni mna sifa gani ambazo wadada wengi waga wanazikubali? Tunajua kupenda sana. Okay. Lakini kitu ambacho hamtaki wauni hatutaki kudanganywa. Kwa mwanangu, sheria iko moja, njoo geto na uje. Bwana. Sasa ikatokea sasa ndio umetuma na ule afu muuni mwenzio kaitafuna. Inakuwaje hapo? Huyo tutakuwa tuna mashaka naye. Muuni ambaye leo itikadi kabisa za uuni, umtumie na uli wa kike, anaitwa na muuni wa kiume afu aitafune. Huyo Zuchu. Hao ndo wa mama Zuchu. Bwana. Hao ndo wale wa mama Zuchu nani ndo wao. Tuanze hapo, ndo akina mama ambao wa mama Zuchu nani ndo wao. Wewe mkorofi sana mwanangu, mkorofi. Kwa nini umeamua kumpoint mama Zuchu? Nimetoa mfano wa vitu vya kike tu. Mfano wa vitu vya kike. Sijampointi mtu, nimetoa mfasi kama mama Zuchu, nani Zuchu, dogo Zuchu, Anifa. Ni maana natoa mfano tu wa vitu vya kike, sijampointi mtu. Bwana, unyama mwingi sana. Sawa. Na pia tumezoea kwamba wauni wengi kama jinsi ambavyo watu wanavyosema kwamba muuni waga ashiriki baadhi ya matukio ikiwepo kama kwenda ibadani, kwenda wapi. Vipi katika uuni wako, katika utawala wako wewe? Una kitu gani ambacho unaweza kuwathibitishia watu kwamba muuni anatakiwa awe hivi? Ibadani hakuna muuni bro. Ukimuona muuni ibadani basi huyo sio muuni. Nafikiri hapo jibu limekaa vizuri. Kwa hiyo muuni anatakiwa kwenda ibadani? Hapana, mimi sijashauria mtu hivyo. Tunazungumzia wauni wenzio sasa. Mimi humo hamna wauni wengine. Muuni humo ni mimi tu. Maana ukizungumzia muuni sema mimi. Kwa hiyo labda kuna wauni ambao umewasema ambao sasa ni wa kike. Hao wa kike. Hao wafanye tu maisha yao, kama wataingia kanisani waingie. Unajua Mungu mlipa kila mtu kwa ujira wake. Kadiri ya unavyofanya hapa duniani. Hivyo kila mtu na imani yako, ishi kwa kila unachokiamini basi. Kuingia kanisani ni vizuri na sio vibaya. Kwa hiyo tushiriki ibada. Labda na mimi niingie katika kanisa lako la wahuni sasa. Unanishauri nitengeneze vitu gani ili nikamilike kuwa kama mimi? Kivipi sasa? Nilivyo hapa kwanza kuwa tu kama hivi. Pigo nini? Kuwa kama mimi tutakuwa Mungu. Ina maana wewe ukizungumzia neno uhuni, tia chuma. Ukisema tu mimi natamani siku moja nije kuwa muuni, sema natamani nije kuwa muuni kama chuma. Ndio. Bwana, unyama mwingi. Lakini labda kwa jinsi ambavyo unavyoshiriki katika movie zako hizi ambazo zinafanya vizuri sana katika mji wetu wa YouTube, labda kuna ujio gani mwingine ambao watu hawajui kuhusu wewe ambao kesho na kesho kutwa unaweza kuja kubadilisha? Mimi nafikiria sitobadilisha kitu kimoja, ila nitaongeza tu unyama zaidi kwa kile ninachokifanya sasa hivi. Okay. Sawa. Na sasa hivi umekuwa na nafasi kubwa. Sasa ukiwa kama Chuma, tayari biashara yako au soko lako limekuwa ni kubwa sasa. Ili mtu atamani kuja kufanya kazi na wewe, anagharamika kiasi gani hapo katikati? Nafikiri mimi nina viongozi na swala la gharama tuweze tukaliongea kwenye media hivi. Kikubwa tu mawasiliano ndo muhimu. Nitafute, utaongea na mimi, halafu nitakupeleka kwa watu husika, halafu mambo yakienda sawa utafanya kazi na mimi. Chuma kama Chuma. Bwana, unyama mwingi sana. Lakini Chuma, kuna kitu ambacho mimi ningetamani kujua. Ulisema kwamba wauni waga hamdanganyi na wauni waga mnapenda kweli. Vipi katika maisha yako, hujawahi kumdanganya mtoto wa kike? Nawadanganya wengi, ila mimi nisidanganywe. Kwa nini sasa unawadanganya wengi wakati mtoto wa kike hawezi ukaendana naye bila kumdanganya? Hizi ni kodi hizi. Ni kodi. Okay. Ni vigumu sana kuendana na mtoto wa kike bila kumdanganya. Na hizi zipo kwa wauni tu. Kwa wauni. Lakini kwa wachungaji hizo hazipo. Mchungaji ana mwaga ni ukweli mtupu. Unajua mimi nakupenda kutoka moyoni, nitakufanyia kiana na mwaga ni ukweli. Ndio. Sasa ukitaka uishi na mtoto wa kike vizuri, mdanganye mtu wako. Pita katika mfumo wa Chuma. Mwanangu, danganya sana. Bwana. Sawa. Lakini pia umesema kwamba wewe hutaki kudanganywa. Pia wewe unadanganya. Sawa. Wanakuambia kuna Kiswahili ambacho saizi kimechukua nafasi kubwa, mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni nini? Ni mchungu. Haona mimi nimekosea kama unavyokosea wengine au kama wengine wanavyochapia? Kama muone mimi siwezi nikatembea na hiyo kauli. Unatembea na kauli gani? Waone ikiambia ukipenda ikikataa sepa. Imeisha. Kuna wenzetu ambao wana tabia ya kulilia mapenzi sasa. Hiyo na yenyewe kwako kama muuni unawapaje ushauri mkuu wa kuzingatia? Wanitafute na hisi niseme hivyo.
wakutafute. Bwana sawa. Sijui labda kwa mtazamo wako kulingana na mahusiano, unahisi mwanamke au mwanaume ili mahusiano yake yawe katika uimara unaotakiwa anatakiwa zingatie nini? Ukweli. Ukweli tena? Ndio, kama mwisho kuwepo kwenye mahusiano. Okay. Lakini kama bado? Wewe usizingatie kitu kimoja, ishi tu kwanza unavyotaka. Okay. Unajua mahusiano ni magumu sana. Ndio. Mahusiano ni magumu. Mahusiano yanaomba ukweli mdogo, uongo mwingi. Ndio. Sasa hapo kwenye ukweli, hapo ukiamua kutoa ukweli, utoe ukweli ambao utafanya ule mwanamke amini kitu fulani kutoka kwako. Okay. Sasa itakuwa ni vigumu sana kama ule ukweli wako anaanza kuona ni uongo. Hapo utakosa mbinu nyingine ya kumwendea. Ndio. Sawa. Basi mimi niseme kwanza nimeshukuru kwa kampani yako siku ya leo. Nadhani tumekukuta kwa location, lakini sijakuuliza labda ni kazi mpya ambayo mnaiandaa au ni muendelezo wa kazi zingine? Ni kazi mpya. Ni kazi mpya. Okay, sawa. Basi labda kazi hii tayari ndo mmeanza mwanzo wa location au vitu tayari vishakuwa ready na muda wote vinaweza vikapaa? Tunakuja kumalizia maana mwanzo tulianza Kongo. Okay, basi nimependa sana. Basi neno moja kwa wauni wenzako ambao wanakutazama muda huu. Ni kwamba tunawapenda na tunawaheshimu wanaotufuatilia. Kazi zinakuja, zipo njiani na tutazidi kuboresha zaidi pale ambapo mnaona hapaja kuwa na uimara. Kazi zinakuja, Maala season 2 ipo njiani inakuja, Biponde ipo njiani inakuja. Kwa hiyo muwe tayari kupokea kazi zetu. Hivi karibuni zitakuwa kwenye account yetu ya YouTube ya Gatuso Anyanga Moves. Ni mengi ambayo umeyazungumza. Lakini mimi niseme tu mtazamaji, wacha tuishie hapa kwa siku ya leo. Anaitwa Chuma aka muuni pekee katika industry hii hapa kwetu. Utajiuliza ni industry gani? Cha kufanya kaa tayari, kaa chonjo kupitia akaunti yake hiyo hapo aliyotaja Gatuso Anyanga ili kupata vitu vingi sana. Kwenye mic ni The Next MVP Tanzania, nyuma kamera nipo na KZ Mnyama. Chao.